wakikutana mara kwa mara na kupeana ushauri. Jambo hilo linasaidia kwa sababu linaleta unity, linaleta togetherness. Na tukizidi kusonga mbele, ikiwa kwamba tukiangazia safari yako mahali ambapo uliangazia ama ulianzia uongozi huu or your leadership journey, the way that you have walked until where you have reached right now, maybe kulikuwa na wakati wowote ulijisikia kukata tamaa kwa sababu ya jinsia yako ya kuwa mwanamke? Niseme Jeff, kama mimi nilianza uongozi nikiwa uongozi kwanza nilianza nikiwa primary school, pahali nilikuwa prefect, nikawa head girl, nikaingia high school, nikawa prefect, nikaingia university, nikawa student leader, nikaingia 2012 wakati tulikuwa tunamchagua president wetu Uhuru, nikawa katika lile kundi la vijana ambalo liliungana kumtafutia kura na kumfanyia campaign ili aweze kupata kura. 2017 nikawa secretary general wa Warembo na Uhuru. Ilikuwa kikundi la wanawake ambalo lilileta pamoja wanawake wote Kenya mzima kufanya re-election ya Uhuru Ruto wakati huo. Na 2022 nikaingia kuwania kiti cha uwakilishi wa wanawake bungeni. Na katika safari hii kuna mara nyingi napitia changamoto, Jeff. Mimi kama mwanamke, mimi kama mama, mimi kama mke, unapata niko na jukumu la kuchunga watoto, jukumu la kuchunga mzee, jukumu la kuchunga biashara, la kuchunga kazi, na tena jukumu la kupigania katika watu wangu katika hii siasa na uongozi. Hizi jukumu zote ukiziweka pamoja zinakuwa ni nzito, lakini kwa vile neema ya Mungu ndio inatambaa, inaweza kuwa rahisi kidogo. Lakini mara mingi kuna challenges. Kama ukiangalia katika uwanja huu wa uongozi, sana sana kwa siasa, wanawake wanaonekana kama maua mara nyingi. Unapata wewe kama mwanamke uko na usemi ambao unataka usikizwe tu, maono ambao unataka usikizwe tu, lakini wale wanaume wanaona ya kwamba wewe kama mwanamke hufai kuongea hata. Na wewe ni kiongozi, sasa what about wale ambao unaongoza, basi wanakandamizwa kiasi gani? So unakuta kwenye hizi mikutano hata tunafanya za siasa, lazima you fight for your space. You really have to fight for your space. So inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na unakuta, nakumbuka kama mwaka wa 2020 kulikuwa na by election ya pale Kiamokama. Na sisi ndo tulikuwa tumeleta Uhuru Ruto hapa Kisii County. Hiyo wakati tulikuwa tumeleta UDA, ilikuwa inaitwa Tangatanga wakati huo. Na wakati huo kulikuwa na upinzani mwingi, serikali ilikuwa imepingana sana na hiyo wakati Tangatanga. Na kuambia pale Jeff, pale Kiamokama tulipigwa tear gas, tukapigwa viboko kweli kweli. Na unajua kama mwanamke, na tukawa arrested, tukapelekwa kwenye huko Keroka police station. Wewe kama mwanamke uwezi kutoroka ama ujitetee ukimbie vile mwanaume atakimbia. Ilikuwa ni experience kali sana. Hiyo ni mojawapo tu ya changamoto ambazo tunapitia. Na pia changamoto zingine unapata kunakuwa na utatanishi saa zingine. Wewe kama mwanamke lazima usimame imara, kwa sababu usiposimama imara majaribu nayo ni mengi. Usipochukua msingi na usimame imara utatumika vibaya na mwisho utabaki ukihangaika. Kwa hivyo sisi kama wanawake tuko na changamoto mingi. Ukiangalia kama hii society yetu ya Kisii County, it is highly patriarchal. Bado society yetu haija embrace women in leadership, lakini tuko na matumaini ya kwamba kwenda mbele wataendelea kuembrace, sana sana tukiweka kina mama pamoja. Kwa sababu kina mama ndo tuko na numbers, tuweze kuweka pamoja na kuwatia moyo wachague kina mama wenzetu, na kuambia kutakuwa na mabadiliko, na hizi changamoto ambazo tunapitia kama wanawake hazitakuwa nyingi kama zile tunapitia sasa hivi. Kuna jambo hapo umetaja kwamba jamii bado haijakubali, hasa jamii ya kutoka eneo pana la Gusii haijakubali mwanamke kuwa kiongozi. Na ni nini unadhani inafanya tuone kwamba ama jamii kwa sababu gani haijamkubali mwanamke kuwa kiongozi katika jamii, tukizingatia ama tukiangalia, tukiainisha na jamii zingine? Ukienda Ujaluoni pale, Gladys Wanga ni gavana wa kaunti ya Homa Bay. Kwingineko Kisumu kuna kiongozi ambaye ameteuliwa pale. Na sehemu zingine tukiona wanawake ambao ni viongozi hapa nchini, senator ama gavana wa kaunti ya gavana wa kaunti ya Nakuru ni mwanamke. Ni kwa sababu gani jamii yetu bado haijaimpress ili kuona kwamba wanawake ndio wanatosha kuwa uongozini? Nafikiri kwanza niseme Jeff, kabla hata tujasema jamii yenyewe haijakubali, kuna hili jambo la wanawake kukosa proper empowerment. Unajua Jeff, siasa is an expensive process.
Sasa unapata wanawake wengi hawana uwezo ule wa kupitia hii process kifedha. Inakuwa ni changamoto. Ndio maana unaona ni wanawake wachache wanajitokeza. Alafu kwa wale wachache ambao wamejitokeza, society nayo yetu ya Mkisii, jamii ya Mkisii, bado vile iko patriarchal, inaangalia mwanamke inasema huyu hataweza, huyu hataweza. Kwa sababu imekuwa tangu zamani mababu wetu walikuwa wamezoea mwanamke akae nyumbani na mwanaume ndiye aende kutafutia mwanamke, ambao ni jambo nzuri, lakini sasa lazima tusaidiane, lazima mwanamke alete na mwanaume alete, tushirikiane, tusaidiane. Sasa hili jambo la culture, ile kusema culture mwanamke anafaa akwe nyumbani akilea watoto, naam, ndio culture ambayo tunafaa tubadilishe. Kwa sababu Jeff, kama hizi examples ambazo umepeana, Nakuru County, tumeona hata gavana wa Nakuru Susan Kihika alijifungua juzi na mapacha, na bado anaendelea na kazi vizuri tena sana. So mwanamke bado anaweza kuwa analea watoto, lakini bado ana yale malezi bora ambayo anatimiza kwa watoto wake, anayatimiza pia katika uongozi. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba wakazi wetu wa Kisii County waweze kuangalia sana hili jambo na kubadilisha maono haya na kuweza kujaribu viongozi wanawake, haswa katika hivi viti vya MCA, MP, viti vya ugavana. Tusikue tu wanawake tunawania kiti cha uwakilishi wa wanawake bungeni. Pia tuweze kupatiwa chance, na sisi wanawake pia tujitokeze, tuweze kuwania hivi viti vingine, ili tuweze kushirikiana na wanawake wenzetu watushike mkono ili tuweze kupita wakati tunaomba hizi viti. Kabla tujasonga katika sehemu nyingine pale, jambo lingine ambalo ulitaja kwamba wanawake hawajapata proper empowerment. Sijui kama ulikuwa unamaanisha kisiasa, kwa sababu tangia mwaka 2010 hadi sasa hivi tumekuwa tukisikia empowerment ya mtoto msichana, na imefanyika zaidi na sana haswa hapa nchini Kenya. Hata viongozi ambao wako mamlakani sasa hivi wengi wamekuwa wakipigania haki za mwanamke ama mtoto msichana. Ilhali mtoto mvulana kuna vile ambavyo ametekelezwa ama ametelekezwa pale kidogo, hajafanywa vile. You know, the more you empower the girl child, this young boy or the boy child atakuwa empowered, even having knowing on how to take care of this empowered young girl inakuwa kazi ngumu zaidi. Did you mean about empowerment politically, or you meant that empowerment that what we normally see that leaders in the country, also women reps do nowadays? Pengine niseme Jeff, mimi nimemaanisha both economic empowerment and political empowerment. Kwa sababu uwezi ukatenganisha hizi jambo mbili. Economic empowerment na political empowerment zinaendanisha sana. Kumbuka katika hii enzi ambayo tunaishi, kwenye siasa ni ngumu sana kuingia hata mashinani. Lazima ukuwe na facilitation, lazima ukuwe na pesa ya kuweka gari mafuta ama pikipiki mafuta ili usonge from point A to point B. Lazima kama unaenda kanisa utoe kamchango. Sasa hii ndio maana nasema wanawake wetu inafaa kwanza tuanzie kwa economic empowerment. Tuweze kuhakikisha tumeinuka imara kifedha, ili tuweze kutumika hii economic empowerment kukua empowered politically. Na pia nikiongelea kuhusu jambo ile ambalo umesema ya kwamba kumekuwa na empowerment ya wanawake sana, the girl child, na vijana wakasaulika, na kubali ni ukweli. Ndio kwa maana pia sisi kama viongozi inafaa sasa wakati umefika tuweze kukuwa na mentorship program ya both the men and the women, kwa sababu wakati tunaendelea na affirmative action ya women empowerment and the girl child empowerment, tunasahau the boy child. The boy child is drowning in depression, confusion and stress. Amesahaulika. Kwa hivyo mimi kama Maureen Morau Bino Mwana Sobo, jambo ambalo mimi huwa ninazingatia sana ni ku-create balance. Wacha tukue na balance in society. Wakati tunaendelea kuempower wasichana na wanawake, pia tuempower vijana na wazee, ili sifike mahali vijana wataona wameachwa nyuma. Watakapopata depression, wataanza sasa kukua hata violent towards the women and the girl child, because wataona the girl child amewapita sana. So lazima tu create hii balance, na njia moja ambayo tunaweza ku create hii balance ni kupitia mentorship. Hao watoto wetu Gen Zs ambao sasa wanakuwa, tuweze kuwafanyia mentorship programs, tuwaongeleshe. Unajua, ili uweze kufanikiwa katika chochote lazima kwanza unaanza na strategy, planning, ndio uende kwa execution. Part of this strategy ni kuongelesha hawa vijana na wote na kina wasichana
jinsia ya vijana na wasichana wote, kuwaongelesha na kuencourage waweze kukua strong, waweze kujipigania, waweze kukua creative katika hii enzi ambayo tunaishi sasa hivi. Lazima uwe creative ili hata uweze kujiandika, self employment. So tukiwa tuna empower wasichana, pia tu empower vijana through ideas, sharing of ideas, sharing of our agenda for our people, na kuweza kuwa empower through mentorship programs. Itasaidia sana kuhakikisha jamii yote ina mwelekeo mmoja. Vijana na wasichana, kina mama na wazee, wote tunatembea kwa usawa na tunaweza kuwa na mwelekeo mmoja. Na kuna jambo ambalo kabla tujaelekea katika mapumziko mafupi kuhusiana na mtu wezi anza tu hivi useme kwamba mimi ninatembea hii safari kila wakati, wa kwamba kuna yule ambaye unamwangalia unasema kwamba wakati mmoja nami nataka nifike mahali ambapo kiongozi fulani amefika. Sijui kwa Mheshimiwa Maureen Mura, yeye aliangazia nani akiwa shuleni pale, akikuwa akasema kwamba nimeona kiongozi mwanamke either Afrika ama hapa nchini Kenya, nami ningependa sana kufanya nifike mahali ambapo amefika akiwa kama kiongozi. Na asante. Nakumbuka wakati nilikuwa primary, nilikuwa na muadmire sana Martha Karua, na alikuwa ni wakili, na mimi nilikuwa napenda vile anafanya mijadala yake bungeni. Hivyo nami nilikuwa nasema siku moja naomba Mungu nikuwe kiongozi kama Martha na nikuwe wakili kama yeye. Na ukweli nikasomea uwakili katika chuo kikuu cha University of Nairobi. Mimi ni wakili, mwanabiashara, mkulima, na pia nafanya mambo hii ya siasa. Na pia nilikuwa na muadmire sana Martha Karua the late, may her soul rest in peace. Vile alikuwa anafanya mambo yake, anapigania mazingira, nikafurahi sana, na nilikuwa namuomba Mungu siku moja nami aniwezeshe niweze kufika pale bungeni ili nipiganie jamii yangu vile wanawake hawa shupavu walikuwa wanapigania jamii. Na kule nje duniani nilikuwa na admire sana Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ambao wakati alikuwa ni prime minister wa Germany. Nilikuwa nafurahia sana vile anafanya mambo yake. Nilikuwa naomba Mungu nami siku moja niweze nikawa kama yeye ili nikuwe na ule ujasiri wa kupigania jamii yangu na watu wangu. Alright, tunapozidi kusonga mbele mpenzi mtazamaji, ni mazungumzo ambayo tunayafanya moja kwa moja na Mheshimiwa Maureen Mura ambaye pia anawania kiti cha uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii. Na tunapozidi kusonga mbele, zimekatika pale dakika 21 baada ya saa 2 usiku wa leo. Tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Kumbuka kwamba utakuwa na jiunga nasi ama kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupo live, na bila shaka utakuwa unafuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii. Nawe utakuwa unatuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 21575, na bila shaka unalo swali la kuuliza ama chochote kile ambacho ungependa kuongeza katika mjadala huu kupitia WhatsApp namba yetu ya studio 0711199890. Hapo ndipo tutakuwa tunazungumza. Tunachukua mapumziko mafupi tu chapo kwa dakika 2-3 hivi, tutakuwa tunarejea, na tukirejea tutakuwa tunaangazia sera, uongozi na maendeleo. Ni kipi kile ambacho kinapaswa kuja cha kwanza, aswa tukiangazia uongozi wa wanawake humu nchini. Na maswali yako endelea kuyatuma, nitakuwa nikiyasoma moja kwa moja. Jina langu ni Jeff Nyakundi na mgeni wangu ni Mheshimiwa Honorable Maureen Mura. Tunaendelea na mazungumzo yetu, muda ambao tunarejea hivi muda usiokuwa mrefu sana. Asante. Acha niwache hii nini kidogo. That was part 1. This festive season, treat yourself at Canal Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Canal Park Hotel, the pride of Kisii.
Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, karibu tena tunapozidi mbele na mazungumzo yetu kwa kwamba mjadala ni uongozi wa wanawake katika taifa letu la Kenya. Na leo hii niko na mheshimiwa ambaye ni Maureen Mura Obino ambaye tuko naye studioni na tunachanganua swala hili la uongozi wa wanawake humu nchini. Na tuombe radhi kwamba kuna mahali ambapo ametaja alikuwa anazungumzia anaangazia Wangari Maathai lakini yakataja Martha Karua. Basi tunakosoa hilo, alikuwa anamaanisha Wangari Maathai ambaye ni marehemu na aliyeshinda
Nobel Peace Prize hapa nchini Kenya wakati alikuwa anatetea masuala ya mazingira humu nchini. Na tukirejea katika mazungumzo yetu pale kuna swala hili kwa kwamba ni baadhi ya changamoto ambazo wanawake hupitia katika uongozi. Na katika bunge letu tumeona kwamba kuna swala hili la 2/3 gender role ambayo imekuwa ikizungumzwa zaidi. Wakati mmoja tukamsikia rais wa sasa hivi William Samoei Ruto akitaja kwamba katika kila mwanasiasa ambaye ni mwanaume akiwania kiti awe ni gavana atakuwa anamchagua mwanamke kama assistant ama naibu gavana wake. Na akasema hata yeye tunangoja tuone kama hili atalitimiza mwaka 2027 akisimama urais atachukua mwanamke kuwa ambaye mwaniaji mwenza ama mwenza ambaye watakuwa wanasaidiana naye katika uongozi huu. Na tukiangazia hili swala la 2/3 gender, wewe kama mwanamke ukipata nafasi hii ya uongozi ni kipi kile ambacho utakuwa unakifanya? Kwa sababu wengi wamekuwa wakizungumza watafika pale wapige kelele wakisha kwamba wamepata nafasi hizo. Ni kipi kile ambacho utakifanya tofauti kuhakikisha kwamba viti hivi vimepatikana kwa wanawake? Naam, asante sana ndugu yangu Jeff. Swala hili la 2/3 gender rule ni swala la muhimu sana. Kwa sababu ukiangalia wakati tulikuwa tumeongelea hapo awali equality, empowering our women and through politically and economically. Hii 2/3 gender rule ndio itatusaidia tuweze kuafikia malengo haya. Na rule hii ni nzuri kwa sababu itakuwa unajua sheria ikiwa imeshatiwa sahihi na imewekwa kwa sheria ni rahisi kufuata kuliko kusema tu. Wajua wanadamu kawaida tunapenda sana sana tunasema sana kushinda kutenda. Ikiwa tuko na hii sheria itahakikisha tunaweza kutenda na kufikia lengo hili. Kwa hivyo sheria ni nzuri kwa sababu inasaidia kushape society towards the right direction. So kama sasa hivi hii mambo ya 2/3 gender rule tunaongea tu ni kusema tafadhali patia wanawake viti. Tafadhali wanawake jitokeze muombe viti. Lakini ikifika kwa implementation inakuwa ni a different story. Tukipata sheria hii ya 2/3 gender rule, implementation itakuwa ni mandatory. Kwa sababu kawaida mwanadamu sheria lazima anafuata na anatia maanani. So itatusaidia sana hii sheria ikikuwa passed into law na parliament, itatusaidia sana kuhakikisha that tumeachieve the 2/3 gender rule. Na tena hii 2/3 gender rule itakuwa nzuri sana kwa vile ukipata mahali ambapo kuna gavana ni mwanaume na assistant wake ni mwanamke, ama gavana ni mwanamke na assistant wake ni mwanaume, basi tumeweka gender balance, na kwa kuweka hii gender balance tumetuliza both wanawake na wanaume, basi wataweza kufanya kazi kwa umoja. Na wakiungana, jinsia zote mbili zikiungana, tutaweza kuachieve prosperity. Na kuna swala ambalo huwa linazungumziwa tukitoka katika changamoto za wanawake katika uongozi, ikiwa kwamba tumeona baadhi ya wabunge ambao wamekuwa nominated wanawake, maseneta ambao wako nominated, tukitumia mfano wa Groro Roba, kila ambacho alipatana nacho aswa katika bunge lile la seneti wakati ambapo alifurushwa hata kama mahakama ilitoa uamuzi kwamba hafai kufanyiwa vile. Na uongozi huu unakuwa na changamoto za kwake. Mtu tuseme kiongozi anacho chama chake, na kama awali ulitaja kwamba wanawake huwa sometimes wanaonekana kama ni maua katika jamii ama katika bunge pale wakiwa pale. So wakati mwingi unapata kwamba kuna hili ambalo limekuwa likitajwa kwamba wanawake lazima wahusishwe kimapenzi na viongozi wale ambao wako bungeni ama viongozi ambao wako na vyama vyao, ndipo wapate tiketi ama upate nomination ama uweze kupata maendeleo, ikiwa kwamba hivyo ndivyo wanayasema haya katika jamii. Swala kama hili, wewe kama mwanamke ukipata nafasi hii ya uongozi, ni kipi kile ambacho utafanya kuhakikisha kwamba masuala haya hayawapati wanawake wengine? Naam, ndugu yangu Jeff, kwanza niseme mambo kama yale yalimfanyikia dada yetu Gloria ni ya kuhuzunisha sana. Kwa vile kumbuka hata sisi wanawake mara nyingi ndio upate hiyo nomination, you have worked hard for it. Umefanya bidii sana, umetumika resources zako kusupport chama na kusupport yule party leader ili aweze kupata ushindi. Kwa hivyo akiingia pale inakuwa ni muhimu anaweka hiyo gender balance kwa kupatia wanawake nominations. Na kumbuka hata mimi mwaka 2022 nilikuwa katika mrengo yule wa UDA
Wakati huo nilifanyia chama kazi sana. Nilipofika wakati wa uchaguzi, rais mwenyewe aliniita, tukawa na mkutano na akaweza kuniomba niweze kustep down kutoka kwenye race, nimwachie mshindani mwenzangu ambao wakati huo alikuwa anaitwa Teresa Bitutu na aweze kuninominate kwenda Senate. Lakini mimi nikamuomba aniruhusu niende all the way to the ballot ili niweze kuwa an inspiration to the young people. Wakati huo bado nilikuwa youth, nilikuwa 33 years. Si kama sasa wakati huo nimefika 36 years. Lakini sasa wakati huo nilikuwa youth bado. Na nilikuwa pia na lengo la kuinspire my fellow young people of Kisii County that they can dare to dream and their dreams can be valid. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu wakati gavana ambaye alikuwa amepewa tiketi wakati huo, yeye alikuwa ana prefer kufanya kazi na huyu ambaye ni mkubwa kwangu kushinda mimi. Wakati huo alikuwa anaona kama bado niko mtoto. Na bado na wakati huo hata siku kwa mtoto kwa sababu kama ni firstborn wangu alikuwa ni miaka 19. So mimi ni mama nimekomelea. Na tena uongozi si lazima iangalie miaka. Inaangalia usemi, wisdom na ile capability ambayo umejionyesha kupitia kwa vile unajiendesha mambo yako ya kila siku na campaign zako. So jambo hilo mimi kidogo alikunifurahisha na nikamuomba rais aniruhusu niende all the way to the ballot. Nikachagua njia refu kwa maana nilijua hii njia ya kwenda kwa ballot inasaidia ku create a road map for the future. Hata victory yangu ikikuwa delayed wakati huo, lakini nimetengeneza roots na nime create road map. Na ndugu dada zangu kina Gloria na wengineo wao waliweza kuchukua hiyo route ya nomination. Na unaangalia hii route ya nomination ina changamoto zake kwa sababu saa zingine usipofanya vile chama ambayo imekuteua inahitaji ufanye, ukijaribu kupeana opinion yako pengine ambayo wakati huo ni genuine opinion na ni nzuri, inakuwa ni shida kama hiyo opinion haikuwa imekubalika na wengi. So jambo hili la nomination pia lina changamoto zake kwa vile mwanamke bado ndio anaonekana kama maua vile nimekuambia. Na saa zingine unapata kuna challenges vile umesema, lazima mwanamke atumike vibaya ili aweze kupata hiyo nomination. Hiyo jambo mimi naikemea kabisa. Mimi naomba wanawake wenzangu wawe imara, wasimame imara, wawe principled na wawe firm ili tuweze kuonyesha mfano bora hata kwa wale Gen Zs na millennials wenzetu ambao pia ashiria kuwania uongozi kule mbele. Tusije tukatumika vibaya, tusije tukajikosesha heshima, alafu ikifika wakati wa uongozi sasa watasema wanawake wakipewa wanaharibu ama wanawake wao wako lose ile jina ambayo wanapenda kutumia. Lazima sisi kama wanawake ambao tuko katika uwanja huu wa siasa tusimame imara, tujiheshimu kwanza kwa sababu ndugu yangu Jeff, wewe sema umekosewa heshima, lazima ujiheshimu kwanza ili ndio uweze kuheshimika. So lazima tujibebe vizuri, tujiheshimu, tuingie kwenye hiyo field tukiwa firm na tukijua kwamba kitu ambalo kimetupeleka kwenye field ya siasa ni kupigania watu wetu, si kitu chingine chochote. Tusikubali kukuwa distracted kwa sababu ukikuwa focused na ukuwe firm, hata mwanaume akikuja kukutongoza na wewe umesimama imara atakuheshimu kwa sababu wewe utamdismiss respectfully na mtabaki marafiki na mtafanya kazi pamoja vizuri. Kwa hivyo kujiheshimu ndo jambo la maana sana. Tuanze kwa kujiheshimu ili na wanaume wetu pia wanaume ambao tunafanya na wao kwenye hiyo uwanja ya siasa watatuheshimu pia. Kuna swala ambalo umetaja hapa kwamba kuna wanasiasa fulani ama viongozi huamua kufanya kazi na baadhi ya viongozi ambao wamekomaa zaidi ama wamekuwa niseme miaka yao imesonga sana, na pale ni jambo ambalo tumekuwa tukiliona haswa katika kazi ambazo huwa zinapeanwa katika serikali kuu, serikali za county na bila shaka nyadhifa mbalimbali hata mahali ambapo watu wengi hufanya kazi. Sijui kama ni vijana hawa kukosa heshima kwa kazi ile ambayo wanafaa kuifanya ama ni kusema kwamba hawajui kile ambacho wanafaa kukifanya, na kile ambacho unaonanga hata sometimes whenever you do an application unaambiwa there is an experience ambayo inahitajika, na vijana wanahitaji kuwa na experience gani ndiposa wateuliwe viti ama wakuwe nominated wapewe cheo fulani wafanye kazi na viongozi ambao wameteuliwa hapa nchini. Naam, niseme kwanza jambo hili nitaliangalia in two ways. The first way, wazazi wetu tunawaheshimu, tunawaenzi wale wakubwa wetu na tunawategemea watupe maarifa na watupe wisdom, lakini na wao pia wasituone kama watoto sana, waangalie tukiwa tumekomaa. They need to believe in us, they need to give us a chance. Waweze kutushika mkono, watusaidie na sisi tuvuke
kwenye uongozi ili waweze kuwa wameacha mentorship na wameacha continuity, kwa sababu wao wakikalia kwenye zile viti wakizeeka watakapoondoka wataachia nani? So lazima watushike mkono tukiwa bado vijana, waturuhusu na waturuhusu tuweze kuingia katika nyanja hii ya uongozi, ili na wao wakati watakapokuwa wamechoka, nguvu imeisha, watafurahia ile mentorship ambao walifanya kweli imetoa matunda. Jambo la pili ni kwamba vijana pia kuna mahali ambapo huwa tunakosa. Wacha pia niseme mimi bado ni kijana, manake 36 years old bado ni kijana. Sijaenda sana, ni senior youth. Sasa sisi kama vijana ama vijana kwa ujumla inafaa tukue responsible. Wakati umepatiwa leadership role ama leadership opportunity, ichukulie seriously. Mara mingi mimi naona vijana wetu tunakosa kwa sababu tukipatiwa jukumu tulichukulia seriously. Tunafanya mzaha na mchezo mingi katika yale majukumu ambayo tumepewa. Pengine hii ndio inafanya wazee wetu waweze kuona ya kwamba hatujafikia. So vile nimeiangalia hiyo jambo, vijana tukiweza kuhakikisha we play our part of being responsible and taking up our responsibilities with all the seriousness it deserves, then also wazazi wetu waweze kutuamini na kutushika mkono, basi tutakuwa tumetatua changamoto hili la vijana kutoaminika na kutopatiwa nafasi ya kuwa katika uongozi. Na kuna jambo ambalo tumekuwa tukiliona kwamba wengi husema vijana wakipata nafasi wako na tamaa ya hali ya juu. Nimepata kazi leo katika serikali ya kaunti ya Kisii kwa miaka 2, najulikana mahali ambapo natoka vizuri zaidi, mshahara wangu unajulikana kile ambacho napata, lakini kwa muda wa miaka 2 nimenunua V8 pale, nimenunua mashamba kadhaa, nimejenga magorofa, and then people say that vijana wameanza kuwa ni wanyang'anyi ama ni wezi ama wanatumia vibaya mali ya serikali. Sijui kama wewe umeliona hilo ama unakubaliana nalo ama namna gani? Pengine niseme si vijana wote. Kuna wale vijana ambao they believe in instant gratification. Hiyo ndio challenge tuko naye katika generation hii ya millennials na Gen Zs. Wana believe in instant gratification. Yani kijana anataka atajirike leo sahi. Hajui growth is gradual. Wealth creation is a process. You have to work hard. You have to make sacrifices. You have to be disciplined. You have to dedicate your time and energy into whatever you endeavor to do for you to achieve success. Now wealth is created. Wealth hauamki tu ukaamka ukapata umetengeneza mali lazima unaitengeneza pole step by step. Na vijana wetu wakiembrace kutengeneza mali kupitia kwa njia za haki, njia za ukweli, njia ambazo zinafaa. Tuna njia nyingi za kutengeneza mali. For instance, ukulima ni hidden gold. Kwenye ukulima kuna pesa sana. Na vijana wengi wanalia hawana kazi. Badala waingie pale shambani walime, wapande hata mboga hizi za kienyeji kule ngambo ni za bei kali sana. Waweze kuzipanda, wanashikana pamoja, wanatengeneza groups, organized groups. Wanaleta ile mapato yao pamoja ili iweze kuwa mingi na kutafuta mbinu za kuexport yale mapato. Pesa itapatikana pale nyingi, tuseme ukweli ndugu yangu Jeff. So vijana wetu wacha wasiingie kwa mambo ya instant gratification. Kutaka kutajirika kwa haraka, kwa sababu hakuna njia fupi. Kutengeneza mali, kutengeneza utajiri ni njia ndefu, ni process ambayo lazima upitie, inachukua muda, na ukiwa patient utafika pale, utafikia malengo yako. Na pia tuangalie vile wazazi wetu zamani walikuwa wanafanya mambo yao pole kwa utaratibu. Sisi vijana kidogo tuna mbio sana. So tukipunguza hii mbio lakini tutumike wisdom, tutangulishe Mungu mbele na tuende pole. Basi mambo haya ya vijana kupatiwa uongozi, wanaingia kwenye county ama national government na kupora mali ya umma, haitaonekana. Lakini pia Jeff, tuseme kuna vijana wazuri ambao wamepatiwa uongozi na wamefanya kazi nzuri na imeonekana. Kwa hivyo tusiseme ni wote, ni wachache. Na kupitia pia hii mentorship ya kueleza umuhimu wa kutembea safari ya maisha pole patiently, ili waweze kufika pale juu, kufikia malengo yao. Basi I believe tutakuwa inspire and empower many youths ambao watafuata njia hiyo. Tunapozidi kusonga mbele, kuna swala la uongozi ambalo nitakuwa nikikuuliza, ikiwa kwamba ni swali la mwisho pale tunapoelekea kumaliza, kuhusiana na siasa za eneo pana la Gusii. Tumeona yale ambayo yalifanyika hiyo jana katika mkutano pale Nyamira, wakati magavana wawili wa kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira walipatana katika
katika hafla ya mazishi ya pamoja ambayo yalifanyika pale Rangenyo. Kabla tutaenda pale, kuna nafasi ya wanawake, vijana na uongozi hapa nchini. Na kuna jambo ambalo nimekuwa nikifuatilia katika mitandao ya kijamii na nikaona pale kuna mpango ambao uko nao wa Sing for Kisii auditions ambayo imekuwa ikiendelea. Mbona ukakuja na swala hili la Sing for Kisii auditions, na kwa sababu gani ukaja nalo? Ni kipi kile ambacho uliona kinakosa katika jamii na ukaamua kwamba ulete hili kufanya nini? Okay, naam. Initiative hii ya Sing for Kisii imezaliwa kutoka kwa manifesto yangu, Jeff. Kwa manifesto yangu nimeisum up into wealth, yani mali. W inasimamia women empowerment and men empowerment. E inasimamia economic empowerment for both the men, women and youth, kupitia kuweza kuwakimu na njia ambazo zitawasaidia kuinuka kifedha. A inasimamia agribusiness and entrepreneurship. Unajua Kisii County is very fertile. Tunatumika ukulima kupata mapato hapa na pale. So tunaangalia smart farming, smart ways of making money through agribusiness. L ni leveraging on technology. Tunaweka vijana, kina mama na wazee pamoja, tunawafundisha mambo ya kiteknolojia, kutumika teknolojia kutengeneza pesa, kuwasiliana na kuconnect and to network. T ni talent activation for our youth, our women and our men. Na H ni universal health coverage, mambo ya medical camps, creating awareness on mental health na mengineyo mengi. Sasa ukiangalia katika hii T, talent activation for our youth, mimi huwa ninatamani sana kuona society ambao vijana wote wananawiri, vijana wote wameinuka. Na niliangalia, nimechunguza wakati huu ambao nimekuwa nikipita around Kisii County nikifanya charity work, nimeona vijana wetu wanasumbuka sana na depression. Na hii depression imetokana na lack of employment, lack of empowerment opportunities. Kwa hivyo wakati niliketi nikajiuliza ni jambo gani naweza fanya ili kuweza kusaidia vijana wetu. Nikashauriana na team yangu ya Team Maureen Moraa Obino, nikashauriana na dada yangu ambaye ni daktari, anaitwa Dr. Lilian Obino, ni psychiatrist. Akaweza kunipea hii idea, akaniambia mbona usifanye event ya kuleta wasanii wote pamoja, kwa sababu wao wasanii they are very gifted, wana talanta sana, lakini hakuna mtu ambaye anawapea platform. Nikaona kweli jambo hii ni nzuri, ndio tukakaa pamoja na timu yetu, tukajadiliana na tukaona tukuje na hii initiative inaitwa Sing for Kisii. Tulikuwa na lengo la kuhakikisha tumeleta pamoja vijana wote wale wasanii na kina mama na wazee, na tukapata more than 500 participants ambao waliregister kukuja kuparticipate kwa hii competition, na more than 60 choirs ambazo zilikuja kuparticipate kwa hii competition. Na walikuja tukafanya auditions last week and this week, na tutakuwa na finals on Friday pale Marsh Park Hotel. Pale tutakuwa pia na jambo ambalo lilinifurahisha, wasanii kama Mansango, Embarambamba, Rikanika, Vicky Young, waliweza kuhakikisha, Denom Pole mwimbaji, Zaro classic musician, Riziki, walikuja na wakajumuika pamoja na hawa vijana na kuatia moyo. Na pia pale Friday watakuwa pale Marsh Park wakiperform. So hii kuleta pamoja the successful established artists na wale upcoming artists iliweza kusaidia hawa upcoming artists wakuwe na matumaini. Na hii platform pia iliweza kufanya hawa vijana waone ya kwamba all is not lost. Wako na matumaini that there is someone somewhere who cares. Mama Maureen Moraa Obino kupitia Fahari Foundation na Maureen Moraa Foundation anawajali maslahi yao. Na nimeona wameifurahia sana. Ukweli wametupa testimonies ya kwamba wengi wao walikuwa wanapata stress na depression because of lack of a platform, lack of an opportunity. Lakini hii platform tumewapatia through our small ways ya Sing for Kisii, ambapo tulikuwa na judges, tulikuwa na watazamaji. It was a free and it's a free and fair process. Imetusaidia sana kuonyesha hawa vijana ya kwamba there is hope, na ya kwamba kuna mtu anawajali, na ya kwamba wanaweza hata kupitia kwa hiyo platform kupata sponsors ambao watawasponsor from Kisii to the world. Na nikwambie ndugu yangu Jeff, nimeshangaa sana kuona vile vijana wetu wa Kisii wana talent. Kisii County ina talanta sana. It's a hidden gem, a hidden treasure ya talent. Na tukitumika hizi talanta kuweza kusaidia wa vijana wapate platforms za kuinuka kifedha, basi tutakuwa tumetajirisha
kaunti yetu ya Kisii, kwa sababu Jeff, unajua siku hizi talent ndio inalipa. Ukienda pale Marekani, wanamuziki kama Beyonce wametengeneza pesa sana kupitia talanta. Na kwa nini basi sisi nasi tusi empower wanamuziki wetu wa hapa Kisii County waweze kupata platforms, waweze kushine kama pale Tanzania ukienda Diamond Platnumz anatengeneza pesa na mpata umaarufu duniani. Lazima kuna mtu ambaye alimpea platform. Hiyo platform ikamuinua mpaka sasa amekuwa superstar. Sasa hiyo ndio aim ya Sing for Kisii. To support our youth and our women, our artists emotionally and ensure their well-being mentally, their mental health is stable, is okay. Yes. And then wakikuwa na well-being kwa upande ya mental health, basi wataweza kukuwa na nguvu ya kungangana na kutumika vipaji vyao kumtukuza Mungu na pia kutengeneza pesa na kutumbuiza jamii. Tunapoendelea naona kwamba dakika zetu ambazo zimesalia pale ni chini ya dakika 10 na kuna maswali ambayo yamebaki hapa, lakini kuna hili la siasa la eneo pana la Gusii. Hapa Kisii kuna mmoja wa viongozi na aliyekuwa katika serikali ya Uhuru Ruto mwaka 2022 mwaka 2013 hadi mwaka 2022 na alifanya kazi pale. Amejitoza kuwania kiti cha urais na yeye ni deputy party leader wa chama cha Jubilee Party. Tumeona baadhi ya viongozi kutoka eneo hili wanamuunga mkono na kuna wale wengine bado wao wanasema kwamba ni broad-based government, wanaiunga serikali mkono. Ukiangazia swala la siasa za Kisii kwa dakika kama moja hivi, ni kipi kile ambacho unakiona sisi kama jamii tumejua kujipanga vile ambavyo jamii zingine zimejipanga? Ikiwa kuna swali ambalo linaulizwa kila wakati, jamii yetu hatujaiona kama iko na chama ambacho inasimama nacho kama vile jamii za Mulembe, ukienda pale Central Kenya, ukielekea Ukambani kuna vyama ambavyo vinajulikana, ukielekea pale Ujaluoni kuna chama ambacho kinajulikana zaidi na kimekita mizizi kwa miaka 20. Ukiangalia jamii yetu kuna vile ambavyo imejipanga ama ni kipi kile ambacho kinaendelea? Naam Jeff, basi niseme kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Fred Matiang'i kwa kujitokeza kusema anataka kuwania kiti cha upresident. Wajua Kenya ni demokrasia, tunatumika demokrasia. Na katika nchi ya demokrasia yoyote yule anaruhusiwa na kubaliwa kuomba kiti chochote. Vile mimi pia naomba kiti cha wanawake, uwakilishi wanawake bungeni. Naye pia anaomba kiti cha upresident. Ni jambo nzuri sana na tena inainua jamii ya Mkisii. Ukiangalia mara ya mwisho tulikuwa na Mkisii ambaye alikuwa anawania kiti cha president cha urais, ilikuwa ni the late Nyachai. Na wakati huo Wakisii walikuwa wameungana sana na ile chama yake ya Ford People ilikuwa na umaarufu sana. Na Wakisii walikuwa wanaongea kwenye direction moja. Na ukiangalia vizuri hata wakati huo tulikuwa tunapata opportunities mingi kwa serikali because of putting our numbers together. Sasa mimi nikiangalia situation ambayo iko sasa hivi, ningependa kusema ya kwamba nimesikiza ground na nimetembea ground sana, na kusema kweli Jeff, unajua saa zingine ni vizuri kusema ukweli. Dr. Fred Matiang'i amekita mizizi sana kwenye county za Kisii na Nyamira. Ground yeye ndio sahizi kama kura zitapigwa leo za urais, basi yeye kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira atapata kura nyingi. Tuseme atapata kama 80% kura zikipigwa leo. Basi kitu kingine ambayo ningependa kusema, sisi kama jamii ya Wakisii, wacha tukae chini, tujadiliane na tuweze kuangalia jambo hili la kutembea safari moja na njia moja. Kama vile jamii ya Wakikuyu, jamii ya Waluya, jamii ya Wajaluo inaongea kwa sauti moja. Because when we put our votes together, unajua Wakisii tuko na kura nyingi sana, lakini mara nyingi huwa hatupigi kura. Kama hatupigi kura tunagawa kura zetu. Ukiangalia toka zamani Kisii huwa sana sana inapigia opposition na government, yani inagawa kura. Hii inatuletea shida kwa sababu ikifika kwa negotiation table, siri ni numbers. Na kama namba zetu hazijatosha pale kwa serikali na nyingi zilibaki kwa opposition, basi inakuwa ni changamoto, kwa sababu hata rais akishinda kiti anaanza kwa kuzawadi zile sehemu ambazo zilimpea kura nyingi, alafu hizi zingine zinapatiwa kashia kadogo. Lakini Wakisii tukiungana, tutembee safari moja na tuongee na sauti moja, tukue nesa igaye itoyo Gusii ambaye inaweza kuhakikisha tumeungana kabisa na kumpa kijana wetu awe ndiye spokesperson wetu ama mwongozi wetu
tusimame nyuma yake, tumpe mkono ili naye aweze kupata platform ya kutupigania. Itakuwa ni jambo nzuri sana ndugu yangu Jeff. Was it a very good decision for him to go for the deputy party leader for Jubilee and not him taking up it's being said that it's being said that UPA is his party, and most of the time tumeona wengi wakitaja hivyo, lakini aliamua kuendea. Was it a good decision to make? Pengine niseme UPA ni party nzuri, lakini ni party ya Wakisii, ni party ya nyumbani, na ni nzuri pia, ni muhimu tukue pia na chama yetu ya nyumbani. Lakini Jubilee is a national party, it's a national outfit ambayo tayari iko na structures. Ili produce presidents mara mbili, 2012 to 2017 na 2017 to 2022. Na yule party leader ni yule former president. Kwa hivyo mimi naona kama si strategy mbaya, kwa sababu Daktari Fred Matiang'i atatumia ile platform na network ya party leader wake, achanganya na ile network yake ambayo ataleta, pamoja na network ya UPA na network ya vinara wenzake ambao wako kwenye United Opposition. Alafu akijipanga vizuri na aweze kuwaomba wamshike mkono, basi kuna uwezekano anaweza kupita pale katikati na tushtukie jamii ya Mkisii break history, tumeproduce the first ever Kisii president. Kwa hivyo hata kama ni vizuri kukua na chama yetu, sioni kama kuna ubaya. Yes, tukue na chama yetu ya jamii Yomo Gusii ya UPA, lakini pia tumruhusu kijana wetu aweze kukua a national outfit. Na nina imani ya kwamba pengine yule party leader wake with time ata hand over to him sasa as the party leader. All right. I have rapid fire questions. Nazitanga rapid fire questions because ni swali nauliza na unajibu kwa sekunde 40 hivi, kwa sababu muda wetu naona pale unasonga zaidi. Na uongozi ni kuzaliwa au ni kujifunza? Kuzaliwa na kujifunza zote. Mwanamke mmoja aliyekutia moyo zaidi katika uongozi wako? Martha Karua. Changamoto kubwa zaidi kwa mwanamke kiongozi Kenya? Ni kudharauliwa, kuonekana kama hatufai ama hatuwezi. Ujasiri au nidhamu? Kimoja kipi ni muhimu zaidi kwa kiongozi mwanamke? Zote mbili, lazima ujasiri na nidhamu. Ushauri mmoja kwa mwanamke kijana anayehofia kuingia siasani? Usiogope, simama imara, weka Mungu mbele, jitokeze na ujue ya kwamba unaweza. Kama mwanaume anaweza, basi mwanamke pia anaweza. Alright. Na jamii iko tayari kwa wanawake kuongoza kikamilifu? Kabisa, mwanamke wowote ametosha kuongoza kikamilifu. Basi tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba muda wetu hauturuhusu. Naona kuna baadhi ya wale ambao wamekuwa wakifuatilia na wakituma jumbe zenyu. Maswali haya nitakuwa nikiyaeka pamoja, wakati mwingine tukipata nafasi basi tutamleta tena Mheshimiwa Maureen Moraa ili apate kuzungumzia zaidi. Na ningependa kukupa sekunde 30 useme maneno yako ya mwisho, kwa sababu muda wetu umekamilika. Ningependa kusema asante sana kwa kunipa fursa hii ya kukua kwenye Ndizi TV siku ya leo, na niwatakie Wakisii wenzangu na Wakenya wote kwa jumla Christmas njema yenye heri na mwaka mpya mwenye heri na fanaka. Mungu awalinde na awaonekanie, awajibie maombi yenu, awajazie neema na awajazie amani msimu huu wa Christmas na mwaka mpya. Asante. Basi mpenzi mtazamaji, kufika hapo ndipo tunafika tamati katika kipindi hiki ama mazungumzo haya maalum ambayo tumeyafanya na Mheshimiwa Maureen Moraa Obino, ambaye tumeangazia swala kuu la wanawake na uongozi humu nchini. Kufika hapo basi tunasema kwamba amewatia motisha wanawake wajikite katika siasa na kuhakikisha kwamba wamejituma zaidi kupata viti hivyo. Mimi ni Jeff Nyakundi, nimekuwa nikimhoji ama nikimhost mgeni wangu Maureen Moraa, na nashukuru sana kwa kuungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii na katika runinga yetu ya Ndizi TV Africa. Nikikutakia Christmas njema na mwaka mpya mwenye fanaka mwaka 2026. Kwaheri ya kuonana panapo majaliwa.